Ndo wanamkana Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Matendo yako, dhambi unayofanya usiku na mchana inamchukiza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Inamchukiza Mungu kabisa. Haleluya. Dhambi unayofanya usiku na mchana inamkana Mungu. Amen. 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 Tusomee ile kitabu wapi? Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 6. Tunasoma waraka wa kwanza wa Yohana. Ndiyo. 3 mstari wa 6. Ndiyo. Kila akae ndani yake. Kila akae ndani yake Hatendi dhambi. hatendi dhambi. Kila atendaye dhambi. Kila atendaye dhambi Hakumuona yeye. hakumuona yeye Wala hakumtambua. wala kumtambua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila ambaye akipokaa ndani ya Yesu Kristo hatendi dhambi. Lakini kila ambaye hatakaa ndani ya Yesu Kristo anatenda dhambi. Haukumjua, haukumtambua Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. 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 Ukipokuwa ndani ya Yesu Kristo hautatenda dhambi. Ukipokuwa ndani ya Yesu Kristo hautatenda dhambi. Amen. Amen. Chunga nikwambie hiki. Haijalishi wewe ni mhubiri, haijalishi wewe ni Mkristo. Watu wengi watajua kama wewe ni mtumishi wa Mungu, wewe unamjua Mungu kabisa. Lakini ukipotenda dhambi, watu wanajua kama huyu angali Mkristo, lakini mbele ya Mungu ni bure. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukipotenda dhambi, wewe Mkristo, mtumishi wa Mungu, ukipotenda dhambi, Yesu hakuwa kitenda ndani yako. Yesu anatoka kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ukipotenda dhambi, Yesu akai tena ndani yako, maana umeshatenda dhambi, unakuwa mpagani. Kwa Kristo huku kwenye wanakujua, watajua huyu mtu ni mtumishi wa Mungu ama huyu mtu ni Mkristo. Lakini mbele ya Mungu umeshakuwa mpagani. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ukipokaa ndani ya Yesu Kristo, hautatenda dhambi. Hautatenda dhambi. Amen. Watu wenyewe ni wa Kristo, ni watumishi wa Mungu, hautamuona mzambi. Kama uko na Mungu mzima, kama Mungu anakaa ndani mwako, hauwezi ukatenda dhambi hata. Amen. Lakini kwa wale ambao wenye hawana Yesu ndani mwao, situko na waona. Bamo wako makabare, wengine wako nafanya venye vieleweki, wengine wako nachukiza Mungu, wengine wanafanya dhambi kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe ambaye ulio mahali hapa, kama unajua unatenda dhambi, kuna wakati utaweza kuwa Mkristo na kuna wakati unakuwa mpagani. Utakuwa mpagani pale ambapo kwenye uko unatenda dhambi, unamkosea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sasa utavala ama utatembea kama mwana kondoo, lakini ndani mwako Mungu wako. Kwa sababu gani? Ya matendo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia kwamba tunafananishwa na kaburi zilizopakaliwa choka kwa nje, zinaonekana very beautiful. Amen. Lakini ndani ni mifupa imeshaoza. Bwana Yesu asifiwe. Tusomee ile kitabu cha Mathayo. Mathayo 23, soma sura ya 27. Tunasoma 23:27 Mathayo. Ndiyo baba. Neno la Mungu linasema. Ndiyo. 27 inasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo. Ole wenu waandishi wa Mafarisayo, wanafiki, kwa kuwa mnafanana na makaburi yaliyopakwa choka, nayo kwa nje yanaonekana kuwa mazuri, bali ndani yamejaa mifupa ya wafu ndani yamejaa mifupa na uchafu wote.
Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa simingo ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki. Amen. Ole. Maana tunafananishwa na kaburi zilizopakaliwa chokaa nje. Amen. Hatuvionaki. Sasa tunaenda shindikizana kule kumazisha. Hatuonaki. Aonaje gisi kaburi na kwa kweli iko beautiful. Kama itakuwa ya mweupe, lakini ndani ni mtu ameshakufa, hana tena upumuzi, hana tena ufahamu. Amena. Ndio maana na sisi tunafanana vile. Utaweza unavala kabisa kama vile mtumishi wa Mungu, unavala kostime, unavala kama vile mtumishi wa Mungu, lakini ndani kabisa umeshakufa na matendo machafu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo matendo yako ndio itajulikana kila fasi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tuangalie mwanafunzi ambaye Mungu ama Yesu Kristo alimwambia, "Je, unanipenda?" mpaka ikafika wakati anakwazika. Bwana Yesu asifiwe. Petro, ilifika wakati Mungu anamwambia, "Petro, utanikana." Petro mpaka kaishiwa. Kweli? Unaniambia mimi nitakukana kwa jinsi ninavyokupenda Baba? Kweli? Amena. Amen. Petro utanikana mara 3. Yesu Kristo anamwambia Petro utanikana. Kabla jogoo ya wiki utanikana. Petro akaishiwa. Mpaka Petro akakwazika. Amena. Amen. Siku ilitimia, Petro salimkana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amena. Na kuna wakati nafika utamkana Yesu. Kumkana Yesu aje kumatendo yako mwenyewe. Matendo yako mwenyewe ndio utamkana Yesu. Dhambi unayofanya ndio utamkana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka ilifika wakati Petro anakwazika akasema, huyu Yesu anataka kuni. Lakini Yesu alikuwa anajua anamaanisha nini. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Ilifika tena wakati ya usiku wa manane, Yesu Kristo anakuja mkamata. Alikuwa na wanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atuhurumie. Ilifika wakati Yesu Kristo anakuja mkamata. Alikuwa na wanafunzi wake. Amena. Na kwa sababu matendo ndio kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. So usiku kaenea. Watu wakakaa mkamata Yesu. Kuona wanafunzi wake wakakimbia. Bamoya mwingine kama ni nani yule mwalifika anaanza kikala, akaanza kulia kibambazi. Baba. Amena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Usiku wa manane ilienea, Yesu kokea mkamata. Kuangalia walikuwa na Yesu washakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Wameshakimbia, wanaogopa. Amen. Acha nikwambie. Katika shida, katika raha, katika magumu, ndio utajua ndugu wa ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Acha nikwambie hivi. Matendo yako ijulikane kila fasi. Matendo yako ijulikane kila fasi. Hapana baada ya dimanche samedi watakuona ama unaonekana mtakatifu, lakini mkartie kule unawasha moto. Matendo yetu ama Ukristo wetu ijulikane sehemu popote. Na kwenye tutaenda watu wakutambue kama wewe ni mtumishi wa Mungu, kama wewe ni Mkristo umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Watakutambua aje kama umeokoka? Watakutambua aje kama umebadilika kufuatana na tabia yako au matendo yako? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Amena. Amen. Nilipokumbuka wakati kweli Yesu wanakia mkamata, alafu wanafunzi wake wote wakamkimbia. Nikasema kweli vile wakafanya vile. Sasa kwa sisi itakuwa aje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo mpendwa Mungu, tujiazari. Soma kitabu cha mwisho hapa tumalize. Tusome kitabu cha Kiwazi ni Mathayo. Samahani, soma kitabu cha Warumi sura 13.
Soma baba, soma ile kitabu tena. Soma ile kitabu Mathayo sura 27. Ulisoma 27, soma 28. Vivyo hivyo na ninyi. Hivyo hivyo na ninyi. Kwa nje muonekana kuwa watu. Kwa nje mnaonekana kuwa watu wenye haki. Wenye haki. Bali ndani mmejaa unafiki. Bali ndani mnajaa unafiki na maasi. Unafiki na maasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bali nani? Hivyo hivyo. Ndani tunaonekana kama vile watu wenye haki, watu ambao wanamjua Mungu, lakini matendo yetu, lakini tunajaa unafiki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mpendo wa Mungu, mtumishi wa Mungu leo mahali hapa, tafadhali tubadilike. Bwana Yesu asifiwe. Haujakuwa tuko mtumishi wa Mungu, uko tu hivi na hivi, alafu wakufanya bakuseme mkarche. Mtu fulani anakuanga hivi, mtu fulani anakuanga hivi. Hapana. Matendo yako, nasema dhambi, lakini wewe mwenyewe unajua dhambi gani unakuwa nafanya. Amena. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Soma sile kitabu ya mwisho. Soma kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 8 tumalizie pale. Tunasoma Mathayo 8 katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Neno la Mungu linasema. Ndiyo. Heri wenye moyo safi. Wenye moyo safi. Maana hao watamuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Hawasemi moyo ambayo ya kutenda dhambi, moyo wa unafiki. Hapana. Amen. Amen. Daudi hapo anaambia Mungu, Baba, tafadhali uniumbie moyo safi. Amen. Nami nataka kuambia heri mwenye moyo safi, maana huyo atamuona. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo moyo uko nayo, ikipokuwa safi, moyo ambayo uko safi, maana haifanyi dhambi, haina hasira na mtu, maana uko tu sawa, uko bien, utamuona Mungu kwa moyo wako ikipokuwa safi. Amen. Amen. Acha Mungu awabariki kwa kidogo. Amen. Amen.